It's okay, tujipange vizuri hapo. Madam Esther, ukienda Malaysia uniite nikupeleke airport. Nione hiyo ndege itakubeba. Na tukuje na Reverend Isaac akuombee ukienda safari, alafu turudi na yeye Murang'a. Haya, tujipange vizuri. Tujipange. Bull. Thank you very much. Haya, semeni ngwashi. Semeni ngimagetheri waru na kanyama. Hao ni watoto wanasema nyama. Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama. Ya kuku. Ya punda. Okay. Huko ni Githagara. Haya, asante sana. That's a very beautiful photo with our Lord Bishop na wa mheshimiwa. Haya, tuwapigie makofi, wakiketi chini tuwapigie makofi. Tunasikia vile mnasema vile mheshimiwa Ndindi Nyoro amewafanyia kazi. Amefanya ama hajafanya? If you are happy with mheshimiwa Ndindi Nyoro, chukua mkono juu. Chukua mkono juu. Now I want to take you a journey of a dream rad. The Bible says it is good to light your vision with bold letters. Ikiwa that's how mheshimiwa amewafanyia kazi, ebu assume siku moja, si amefanya Kiharu, ebu siku moja apewe nafasi ya kuongoza nchi yetu. Tunaweza kuwa wapi? Ikiwa wewe unaweza kubali, chukua mkono tu juu nione. Ndindi Nyoro wana la makwenda wanakupenda. Let's appreciate wa mheshimiwa. And because it is Thanksgiving Day, mheshimiwa tunakutambua. Allow me now to invite Madam DCC Madam Esther to come and make your presentation. If you have the guest ambao umekuja na wao, just feel free to introduce them to us briefly so that we can go to the next speaker. Wapi makofi ya Madam DCC? Welcome. Thank you very much, our MC for today. Asante. Thank you very much, our Lord Bishop, Dr. Timothy Geshere, and all the clergy, vicar, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, also my financial advisor, our MCA, my MCA, Mogoiri Ward, the Sub-County Director of Education and your team. I can see that we have the Sub-County Security team. We have the head teacher, Madam Esther Githagara, and your teachers, and all your teachers, the parents, the students. Good afternoon. God is good, and all the time. Asanteni sana. Indeed, God is good all the time. Kwa majina naitwa Esther Mwaura, the Deputy County Commissioner, Kahuro Sub-County. First of all, I want to welcome you all, wazazi, wageni wote. Feel at home. We are in Kahuro Sub-County, in Mugoiri Division, Githagara location. Asanteni sana kwa nyinyi wote kufika. Before I make my remarks, I would like to introduce the team that I work with. Tafadhali, the Sub-County Security team that is around. Tafadhali Sibameni, Saramu tu, and the Gao team. We have the chiefs, the assistant chiefs. We have the OCPD, the Sub-County Police Commander, SSP William Muraya, asante sana. We have our DCI, Inspector Washira, wasalimie. I also have my team, the National Government Administration team, led by the Chief Githagara, inua mkono.
I also have the Chief Mogoiri location in Mkono. I have the Assistant Chief Mericho sub-location. I have the Assistant Chief Kaga sub-location. I have the Assistant Chief Yamogo sub-location. Thank you. Get seated. Asanteni sana. Our Lord Bishop, thank you very much for the sermon today. Indeed, that the theme for today is on Thanksgiving. My priest, where I worship, huwa ananiambia, the best way to go to the Lord ni kusema shukran. Unasema tu shukran, hata ile ingine haujaomba, you don't need to pray over it. Hiyo ingine atajibu tu, hata kama haujaomba. Ni kweli Bishop? I believe so. So siku ya leo niko na furaha kubwa sana kuwa na nyinyi hapa siku ya leo. Hata mimi nimesikiza vile we have been program imeendelea na our speakers wenye wameongea. Indeed we need to give thanks. And my thanks go to the church led by our bishop. Thank you very much. Were it not for the church, where we are today, the institution, hata kama tunaweza weka all the resources, hatuwezi fika mahali tumefika. Sababu, hata kwa Biblia tumeambiwa, in the beginning, hapo ndio tunaanza. Asanteni sana for the support for this institution. Yangu ya pili ya kurudisha shukran to our DMP. Mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Dede Nyoro. In fact, nimesikia even the slogan, even for our visitors, inajulikana, ati kunyorokia. Kunyorokia. Indeed, I can confirm that Mheshimiwa wetu amefanya kazi. Sisi wote tukitembea huko nje tunaulizwa, ni kweli? Sisi wote by the way Mheshimiwa, tunaulizwa, unatoka Kahuro, unatoka Kiharu. Ni kweli hiyo tunasikia? Na ni kweli tunawaambia hiyo iko, kujeni mujione. Kwa hivyo nataka kusema asante sana Mheshimiwa wetu for the work that you have done to this community, Kiharu constituency and Kahuro sub-county, to be very specific. Umefanya kazi mzuri sana. And especially kama kiongozi kuhakikisha our educational institutions are running the right way. Huwa naongea na Richard ndiye huwa tunapatana mara mingi na mwambia, Richard, unajua sisi kama mimi na my OCPD here tumefanya kazi eneo zingine za Kenya. Na hamujatembea, hamujaona mahali whereby, for example, at DCC like myself, lazima nipewe gari yenye ni four wheel ama Land Cruiser ndio niweze kuingia huko, sababu hakuna barabara. Sasa hapa unapita kwa lami, kila mahali ni lami. Road network is so good through your initiative. Of course, mimi kama DCC sistahili kuongea mambo, lakini ingine si lazima utaongea, because we have worked in those other areas. And working in those other areas is really a challenge. What Mheshimiwa you have done, you may not know. Lakini sisi wengine tumefanya eneo zingine tunajua. Even at this day and age, kuna madarasa za matope mahali. Hapa tuna watoto wetu wanakanyaga tiles. Thank you very much. Again, we really want to appreciate you Mheshimiwa, sababu theme ya leo ni about Thanksgiving. Na ni lazima tutoe shukrani. Vile you are factored on ensuring that education for this community is your first priority. That is the best you can give to the community. That is the best thing that you can give to those who elected you. We are indeed very grateful. In fact, you have even made our work very easy in the security and administration. For example, when we are having transition to other grades, when we used to have KCP, we are having now grade 10.
when our bosses huwa wanatuitisha report ya 100% transition, myself the second week, mimi nilikuwa nimepeana yangu, it's already 100% transition. My chiefs here, ama the chiefs in other areas, wanapewa kazi gumu sana ya kwenda huko kwa manyumba kutafuta watoto waende the next grade, either ni form 1 ama grade 10. Hapa hiyo kazi mheshimiwa, unahakikisha kazi yetu ni rahisi sana. We don't have to do that kind of work. Sababu watoto wote wetu wanaingia to the next grade. Hata you even accommodate others from out there. Thank you very much mheshimiwa. Ni lazima tuseme asante, na mahali umefanya vizuri lazima tuseme umefanya vizuri. We in the security and administration, our work is very, very easy. I also want to appreciate the head teacher. Thank you very much for making the institutions shine. It will continue shining. I also want to appreciate the education department through our director, Mr. Kariuki here. Thank you very much for what you are doing. Sababu Kahuro wazazi, apart from Githagara, we are the best. Even in our high schools, we are the best. We are always the best. Thank you very much, Mheshimiwa, and even our parents and the local community. We are also very grateful to our security and administration. We are it not for the security that we enjoy in the area, the security and the administration that we enjoy in the area. Even if we have all those good facilities, we may not enjoy. So we really appreciate, right from the DCC, the OCPD, the DCI, iyo team yote, up to the locational level, the sub-location level, the assistant chief. Thank you very much for ensuring that there is conducive environment. I also want to appreciate my MCA. My MCA, you are here. Thank you very much. Uida kazi unafanya from representing us from the county government. Unatufanyia kazi mzuri. Nimeona hata Kahuro umetengeneza hiyo town inakuwa, is it smart city or smart town? Thank you very much. Unafanya kazi mzuri. But again, now that you are here, I want to mention something. Because we are celebrating the milestone on education. And we want to give the best to our community in terms of education. Yesterday we attended a meeting that was chaired by the deputy governor. And the agenda for the meeting was on the licensing of the alcoholic outlets 2026. And indeed, that communication was shared last night, that the licensing for those who are in the liquor business, they should start applying for the licenses. Na ninajua sababu hapa tuko wengi wenye tunatoka from the local community and Murang'a in general. We don't want to have those vices zenye zina interfere na the running of our children. So much has been done in our education institutions. So out there, we have those who are in the trade liquor business, they have been given licenses. Wameweka alcohol businesses even around the schools. Around the schools, in the villages. Na hiyo wenye tunaelewa tunatoka kwa area, it is not a good thing. It is actually a vice to what fruits that we are enjoying today. Ulevi inakuwa mingi sababu pombe imepelekwa kwa vijiji. National law dictates that we should not have those businesses in the villages where people are residing and near schools. And I want to announce that going forward, because nimeona hiyo communication inasema there will be auto renewal of those who are having those businesses. We will not allow that. We will not allow that. Kama kuna mwenye anajua akona club iko karibu na shule, enda ufunge. Hata usijaribu ku renew your license. We are making that communication very, very, very clear. Na mheshimiwa hiyo sababu wewe, you are the one representing us at the county level. There is that Department of Liquor Licensing.
So we were in that meeting and we were asked that question. If there is auto renewal of the old licenses, what will happen because we are having 24-hour licenses? Vibada mabaa huko kwa vijiji. And not just in Kahuro, in the Raja Murang'a County. So in Kahuro we will not allow that. In fact, we are going to close all those bars that are near schools. Tunasema lazima tuvune hii mazuri tumeletewa na viongozi wetu. Si ni kweli wazazi? Yes. Now the church, you should hear this. Sababu, when you are giving your sermons, please communicate this to your worshippers. Let them know it is an injustice. National law dictates that no bar inafaa kuwa karibu na residential areas, karibu na shule, na bar zinafaa kufunguliwa saa 11. Huyu mwenye anafunguliwa anapewa 24-hour license. Operate. Huyu mwanaume ataenda kufanya kazi saa ngapi? Kama club imefunguliwa 6 in the morning, in fact we have some which operates from 6 to 6 in the morning. Huyu mwanaume, we are saying we have been empowered by our leaders. We must reap these benefits. Sababu hawa watoto wakitoka shule, we want them to transit to their other levels. Hatutaki watoto wanaenda wanapata wazazi wao walilewa kutoka asubuhi. Sababu after Mheshimiwa Dede Nyoro umehakikisha wote wameenda wamepata secondary school education, they are supposed to transit. Lakini kama huyu mzazi amelewa na sababu sasa hauna hiyo 500 ya kulipwa college ama kunaye 500 shillings, huyu mzazi atalipia huyo mtoto wake namna gani? So we are saying, and we have even been doing our analysis, mambo ya insecurity yote, sisi wenye tuna manage insecurity, it all starts with alcoholism. Sababu kama watu wamelewa, huyu mwenye amefunguliwa bar, mheshimiwa na ni kweli, if you can reason with me, hizi bars are 24 hours. Watu wameingia saa moja. Kuna zingine hapa nimesikia zinaitwa bars za kutoa rocks. Something like that. They have to open at 6, at 8. Those people can function. Na hao ni wazazi. Wakikunywa, huyo mtu na by the end of the day, ni bamba, ataitishwa chakula. Ataweza kupeana chakula? Hawezi, sababu hawezi enda kufanya any anything gainful for the family. So unapata hao ndio baadaye wanasubua my chiefs here, the police officers wenye wako huko mashinani, wameruka huko, wamekata dizi, wameiba nini, na wafanya hiyo maneno yote. All these problems starts with alcoholism. And that is why we are very categorical. Even if kuna hiyo guidelines, we will not allow, because we are even guided by the national laws, and we have to implement the national laws. And those of us who comes from Nanaod, hiyo ni shida. But we are managing, but we are making that communication very, very, very clear. The church, we are also pleading for your support. Communicate this. This is an injustice. Wakati bar inafunguliwa na ya 24 hours, na bar by the way zinafaa kufunguliwa saa 11 mpaka saa 5 ndio watu wawe wamefanya kazi. It is very important. Mheshimiwa, you are our guest speaker. Please allow me to make this communication, because it is very, very disheartening. Tena, we have been in the forums whereby Mheshimiwa ni vizuri upate hiyo, because you represent us in the county assembly. We have gone to forums, even with your boss, the bosses in the county government. The communication has been made that the 30% of the alcohol that is in the area is counterfeit. So when we license all these bars all over, what will happen? All this counterfeit alcohol will come to our area. And then the license that is being given here, 24 hours, inaitwa bar and restaurant. We know very well, license ya bar and restaurant inafaa kuwa in transit town. Towns mahali kama Murang'a, mahali kama Keno, those big towns whereby there are restaurants, there is accommodation. But here you find that the licenses that have been issued, zinakuwa issued kwa rooms at 10 by 10.
Ukienda kwa hao watu unauliza we normally go for those operations. Unauliza hoteli iko wapi? Anakuuliza hati hoteli. Yes, unapata kama huyo mwenyewe hana hata sufuria. So all these we are saying we want to ride on the benefits that tumeletewa na viongozi wenye wametuletea maendeleo. We don't want to lose anything because there is after the senior school they are supposed to transit. Who will make them transit to our TVETs, to our universities, so that they can have skills if their parents are very drunk? The youth themselves, because the alcohol is allowed, is very much available in the area, wamerewa tayari. Na ndio unapata there is a lot of idling. So mheshimiwa tafadhali, we are all parents here. Hii kwanza mimi siongei kama DCC. I'm talking out of concern because it is really a very big concern. So wakaaji wa area na viongozi wote, let that communication go to our everybody that kwa hiyo communication ya county government imesemekana watu waweke objections. Kama unajua kuna club hapo around, kuna mahali kwa hiyo mtandao igiza ile maneno ya kusema we object. Hii tumeikataa isifunguliwe, isipewe license sababu ya ABCD. And after that, through our mheshimiwa, in case those people are licensed, because the communication there inasema by 31st of March we should be having licenses. So we'll come together tuseme hii tulisema isipewe license, kwa nini imepewa? Tunaelewana wachungaji? Hiyo ni tunataka hiyo communication ifike, because this is a battle for all of us. We want to reap the best for the community. So we want to really thank you, all of you. Mheshimiwa, nimesikia huyu mwalimu amekupeleka bio with all the requests. I also have we also have some requests because you represent us, you represent all of us. Mheshimiwa, we are very grateful for what you saw, that you should empower the community by ensuring that the education is very well taken care of. Thank you very much. In fact, we have been very silent na tunasema tunashukuru Mungu. Hii kazi unafanya hata haijawahi onekana. Mheshimiwa, we have a request. In the security and administration, which the community really need the security for everything to function. Tuko na shida sana ya maofisi, hasa our police stations. I know that one is already on your table. Na najua kuna mpango umekuwa ukipanga kuhusu our police stations. My OCPD is here. The DCI is here. Even and especially the DCI hanaga mahali ya kufanyia kazi. The 3 police stations that we have, the 2 of them, Kahuro Police Station, Kirogo Police Station, I'm told by my chiefs when wamekuwa area, although they have been renovated, but they are former detention camps. Hakuna mahali. In fact, hiyo pombe tunasema tunaikamata, na tumekamata pombe mingi sana counterfeit, huwa tunaiweka huko nje. And you know they are supposed to be exhibits. Those exhibits are supposed to be well protected. Tunajua after umemaliza kupanga mambo ya education, hata mambo ya security tutashughulikia, because waharifu wa kuumiza jamii bado wako. So we are requesting kwa hiyo program now that because you are the patron of the NGCDF, which is doing very well. Please consider, even the OCPD hapa, who is relatively new, alikuja akauliza hapa ndio nitakuwa nafanyia kazi. So I know you are going to consider us. Mheshimiwa, umefanya maendeleo mingi sana. I even forgot to mention about, you are even after the transition after Form 4, the senior school, you have made sure that Kiharo constituency, we have 2 TVETs. There is a TVET that is ongoing, yenye inaitwa Kennedy Matiba. Kennedy Matiba iko pale Gathero. So thank you very much, and I believe, and I know, even the NGCDF funds ziko kwa hiyo project. It's a project totaling to 59 million na inaendelea vizuri. Nimekuwa nikifuatilia na inaendelea vizuri. Kuna wakati on and off contractor anaigia site, anatoka site. Tafadhali endelea kufuatilia hiyo project so that
our students can properly transit. We have Keharo TVET, we have Kenneth Matiba, bado yenye inaendelea. We are very, very grateful. I also have a request. You have also, again, before I make a request, you have even made us have our offices, apart from the police stations. Hakikisha tumejekewa maofisi mzuri sana. Our 2 ACCs wamejegewa ofisi mzuri through your initiative. That is your initiative. We must appreciate that. But the other day, the clients who come to my office who wananiuliza, why are you in this office? Mbona hujaenda pale ile Mugoiri? No, that is for my junior officer. It's for the ACC, for the DCC ni. Wananiambia hapana, hapa haikai wewe. So, mheshimiwa umefanya kazi mzuri. Umejegea my ACCs. The offices have been furnished. The other day, at a public health officer amekuja amecondemn that building that I'm working. I'm serving the community. Sababu it has a very big crack. I've already made a request to the CDF offices so that we can be given funds to repair that building. Tunajua in future, sababu your leadership, we are seeing, hata tunaona ukikuja kujega a mega sub-county headquarters, because my director here, TSC director, hata hanaga ofisi. Mr. Kariuki, hana ofisi. Some of the heads of departments don't have offices. But in the meantime, you can renovate for us that building. Sababu imekuwa hata condemned. It is a node, ilikuwa the ofisi ya DO, yule mzungu, huko, miaka ya zamani. So I've made a request, you can instruct your team, watulilizie hizo funds, we be able to renovate. We really appreciate, there's so much that we can say on what you are doing, but may God bless you for what you are doing, mheshimiwa. You don't know, lakini sisi wenye, especially wenye tumefanya kazi eneo zingine, tunafuga tu mdomo, hatuongei zaidi. Richard ndiye anajua kila wakati namwambia Richard, nyamaza tu sababu. So, those who come from this community, tafadhali, we take care of our kiongozi kama huyu. Sitaki kuongeza zaidi. So thank you very much. Thank you very much, everybody. Be blessed. May Githagara continue shining. Thank you. Let's appreciate Madam DCC, tumpigie makofi. Ningeomba sasa walimu we control wale watoto vizuri for a minute. Hatutakaa sana. Walimu tafadhali tusaidieni na hiyo kazi so that we can control the crowd. Hatutakaa sana. My next presentation from junior school. Mko wapi? Tunamalizia. Hatukai sasa. Junior school, where are you? Are you ready? If you are ready, come and make your presentation. Then we have our MCA. Then tuende kwa mheshimiwa wetu tafadhali. Our junior school, are you ready? Come and make your presentation so that we can move to the next speaker. Mr. Martin, I can't see them. Okay, there. Haya, simameni tu hapo. I want to give you time mujipange. But mheshimiwa unaweza kuja hapa. Ningetaka sasa tupige makofi, tumkaribishe our MCA. Wapi makofi? Then watoto mujipange, ndio sasa tukuje tuendelee. Asante sana our MC. Our Road Bishop, our Diocese Mom in absentia, our area MP, our administration led by our DCC, our host head teacher, Madam Esther, walimu, wazazi na wanafunzi. Good afternoon. God is good and all the time. Tusalimiane hivyo hata kama ni masaa imeenda, najua sitaongea sana. I only have one or two things. Kwa majina naitwa John Kamwaga Mwangi, MCA wa hii eneo ya Mugoiri. Nitaanza kwa kusema I'm very happy kwa sababu Githagara iko Mugoiri.
Actually, as many has said, mimi nikienda huko, the moment I introduce myself, mimi ndio MCA wa Mugoiri, the first question is, Githagara iko kwako? Wengi wananiuliza, how comes it is a public school na ni boarding na performance iko juu namna hiyo? Nikijaribu kuwaelezea saa zingine na waelezeaga na waambia ni kulingana na ile kushikania the administration ya shule, the area MP na administration yote ya huku kwetu inashikana na kanisa pia. Because I want to confirm, si watu wengi huamini Githagara is a public school. Na ana testimony kwa sababu mimi nimesomea shule iko hapa ngambo inaitwa Gatondo. Hiyo wakati mimi nikisoma, hiyo shule Gatondo na Githagara zilikuwa zinapelekana hivi. Lakini saa hii ukikompea Gatondo na Githagara, hata kama nilisomea huko sometimes, siwezangi kusema sana sana nimesomea. Utusaidie kwa sababu kuna wengine hata tukikosa kuwapatia license, hii ni challenge na nimeiona imekuwa ikikuja hata kwetu bunge sana. Wengine mtu hata kama hana license na alikuwa amepewa hiyo license ya kitambo, anaenda kotini, anapewa stay order, akiyako na kesi nini yake inaendelea kufanya kazi. By that, hata nilikuwa kwa committee yenye wanafanya hiyo mambo ya license, nikawaambia by that the county is losing the revenue. And again, hiyo rika yenye inauzwa huku, hiyo mtu akionyeshana hiyo barua, hata OCPD akienda pale, anasema akiingia tu ukionyesha hiyo barua. Wengine hata huna kitu ya kuuliza, ukionyesha unaambiwa hii ni kesi iko kotini. Kwa hivyo kwa hayo mimi nataka kuomba MP, hata mkienda kule bunge,
hiyo mambo ya koti, the judiciary. So because sometimes unaona kama hiyo judiciary inakuwa compromised. Kwa hiyo mimi nataka kuomba mheshimiwa utuangalilie kwa hayo. Na justaki kusema mengi watu wa hii area, na nataka kusema juu tumekuwa tukiangalia hiyo maneno. Mmesikia na nimeshukuru vile our DCC ameconfirm we have been doing so much including kama hiyo unaona tunafanya smart city, but ukweli ni kusema ni kuwa kuna vitu bado tunaendelea kufanya, na najua hao watu wangu wana expect us to continue doing. Actually like you have said, Kahuro saa hii tunajaribu vile tutapata kitu inaitwa dispensary. Tunajua Kahuro ni our sub county headquarter, na kuna vitu zingine facility kama zingine kama hizo hatuna, lakini tunaambiango hata Rome haikuanza na siku moja. Vile nimesema mambo ya ECD, kama hapa Githagara tumejenga ECD last year, na tumekuwa tukiambiwa na mwalimu almost from the day one 2022 vile niliingia, barua ya kwanza nilipata ya mwalimu anataka tumjengee ECD. Wakati sasa tumefikisha hiyo ECD yake ndio imetufikishia ECD ya 19. Kwa hivyo na zile tumebakisha ni kidogo sana. So I'm sure ile mambo tumebakisha kufanya lazima tutaendelea na kufanya. Na tushukuru wa bishop kwa sababu hata ECD zingine zenye tumejenga ndani ya kanisa, shamba ya kanisa. Whereby unapata area zingine, area mzima haina nini ya shule, watoto wanaenda mbali sana. Lakini kulingana na nini ya our road bishop anaturuhusu tunajenga hizo ECDs ndani ya hizo mashule, kwa hizo makanisa. Na ya mwisho nakumbuka ni ile ulitupea ya pale Ilewa. Na hiyo barua yenye ulisema tuandike mambo ya agreement, hiyo barua iko na already na reverend, na reverend already ako nayo, na nafikia itakufikishia. Ndio ufanye kama kuna amendment unataka ifanywe, tupelekee hata ni wa county assign, ndio at least mambo ya ECD zetu tukue tumefikisha hapo. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki. Na watu wa diaspora mkitoka, watu wako pale nje wameniambia msisahau kuangalia ni nini wanauza. Wangapi watawanunulia? Nionyesheni mtawanunulia. Doma za hapa kwetu na mandizi ni zile mzuri. So karibuni sana na asante sana. Thank you, tumpigie makofi. Because of the interest of time, junior school, come and make your presentation. Jeff Madhai, mheshimiwa nimekuona. Thank you very much. Tumpigie makofi pia yeye. Jack Sijo, ulikuwa ufanye presentation, simama. Tumpigie makofi pia yeye. Tunaona muda umesonga sana, and because of the interest of time tutakibiza sasa. kwao eh. Goko ne kwao eh. Goko ne kwa madamu Esther. Neke ya gake eh. Ani goko ne kwao eh. Goko ne kwao eh. Goko ne kwa madamu Esther. Neke ya gake eh.
egũkũgĩthagara egũthakarĩte ũkũracaina gũcaina egũkũgĩthagara egũthakarĩte ũkũracaina gũcaina egũkũgĩthagara gũthakarĩte ũkũracaina gũcaina egũkũgĩthagara ene ndauga ndikauma ĩkauma na gĩthomo egũkũgĩthagara ene ndauga ndikauma ĩkauma na gĩthomo egũkũgĩthagara ene ndauga ndikauma ĩkauma na gĩthomo. Bishop nĩ wega nĩ gũtũhe unja magatũhunjĩria wega 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 Bishop nĩ wega nĩ gũtũhe unja mũmbunge witũ wega mũmbunge witũ nĩ wega nĩ gũtwakĩra rabu na gũtwĩkĩrĩra taitũ mũmbunge witũ wega nĩ gũtwakĩra rabu na gũtwĩkĩrĩra taitũ mũmbunge witũ nĩ wega nĩ gũtwakĩra rabu na gũtwĩkĩrĩra taitũ mũmbunge witũ nĩ wega na gũtwĩkĩrĩra taitũ mũmbunge witũ nĩ gũtwakĩra rabu na gũtwĩkĩrĩra taitũ mũciari nĩ wega nĩ kũndĩhĩra bithi nĩgetha thome wega mũciari nĩ wega nĩ kũndĩhĩra bithi nĩgetha thome wega mũciari nĩ wega nĩ kũndĩhĩra bithi nĩgetha thome wega mũciari nĩ wega nĩ kũndĩhĩra bithi nĩgetha thome wega mũciari nĩ wega nĩ kũndĩhĩra bithi nĩgetha thome wega mũciari nĩ wega nĩ kũndĩhĩra bithi nĩgetha thome wega nĩ tũgũthoma na kĩyo tũne maumĩrĩra na tũtuĩke andũ a bata tũne maumĩrĩra na tũtuĩke andũ a bata mũtũrĩre gũthakara mũtũrĩre gũthakara nĩ tũgũthoma na wega na matukũ maingĩ nĩ gũtũnyitĩrĩra ujarudia nĩ gũtũnyitĩrĩra nĩ tũmũhoera na matukũ maingĩ nĩ gũtũnyitĩrĩra nĩ tũmũhoera wega na matukũ maingĩ nĩ gũtũnyitĩrĩra nĩ tũmũhoera wega na matukũ maingĩ nĩ gũtũnyitĩrĩra nĩ tũmũhoera. Wapi makofi ya hao watoto? Leo sasa mko tayari tumwalike Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Are you ready? Are you ready? Wapi makofi ya Mheshimiwa Ndindi Nyoro? Karibu sana Mheshimiwa. Karibu sana. Thank you muno. Karaja wa Ngugi, our bishop, the right reverend